Utamaduni wao ni kushinda mataji, kama unabisha piga hesabu. Hao ni Young Africans. Naamini mpango wa Azam FC ulikuwa sahihi sana bila ya mpira. Walihakikisha wanakuwa na umakini mkubwa sana, lakini walikuwa smart wakati wa kuchagua nyakati za kuzuia, kuanzia kwenye mstari wa juu mpaka kurudi kwenye eneo lao. Yanga wakiwa na mpira, muundo wao ulikuwa ni 3-2-5 au 3-1-6. Lengo lao lilikuwa ni kutengeneza faida ya idadi kwenye mstari wa ulinzi wa Azam FC, ambao ulikuwa na watu 4, 5 mpaka 6 dhidi ya 4, lakini Florent Ibenge alishtuka hapa. Azam wakawa wanahakikisha wanaendana na hiyo idadi, ndipo ambapo Serere dhidi ya Boka alikuwa akishuka na kuunda mstari wa watu 5. Yanga wakiwa 6, basi Himidi na yeye anashuka chini kuunda mstari wa watu 6. Mechi 2 mfululizo nimeona kocha Pedro Gonçalves akimtumia Boka kama wingback, kisha Pacome husogea ndani na hushuka chini ili kurahisisha uendeshaji wa mashambulizi. Mfano, rejea goli alilofunga Maxim Nzengeli kwenye mechi iliyopita. Kisha zingatia nafasi ya Pacome Yanga wakiwa na mpira. Florent Ibenge ni kocha mkubwa, anajua vijana wanakuwa na kipindi wanapokutana na presha kubwa, na hii ndio kanuni ya ukuaji bora kwenye haya mashindano. Amewapa thamani vijana na vijana wametendea haki nafasi zao. Azam FC wamepoteza kombe na sio mchezo. Naamini mpango wa Azam ulifanikiwa sana. Florent Ibenge amemkumbusha Pedro Gonçalves kwamba kuna ladha alipewa na Coastal Union na game amepewa leo. Inabidi ajue namna ya kukabiliana na timu zinazokaa nyuma muda wote. Hongereni sana wananchi Young Africans. Hivyo klabu ya Yanga imeibuka mabingwa wa kombe la Mapinduzi 2025 na 2026 baada ya kuishinda ama kuifunga Azam FC kwa mikwaju ya penalti 5-4 katika mechi ya fainali iliyofanyika uwanja wa Gombani Pemba. Mechi hiyo ilichezwa kwa dakika 120 bila timu yoyote kuweza kufunga goli, hali iliyofanya bingwa kupatikana kwa mikwaju ya penalti, ambapo Yanga ilionyesha utolevu na umakini mkubwa katika upigaji penalti, hatimaye kuipatia klabu taji la kwanza mwaka huu 2026. Ushindi huu unaiweka Yanga katika historia ya mashindano, ikithibitisha ubora wake katika soka la Tanzania na kuendeleza urithi wake kama moja ya klabu zinazoongoza nchini. Ni kweli Yanga inapoamua jambo lake hakuna timu ya kuizuia hapa Tanzania kwa sasa. Fainali ya 3 kwa miaka ya hivi karibuni, Yanga anakuwa mbele ya Azam. Fainali 2 za FA, moja ilipigwa Mkwakwani Tanga, Amani Unguja, na leo Yanga wamepita na kombe mbele ya Azam Gombani Pemba. Inapohitajika mechi moja ya kuamua kitu, kuna timu yoyote inaweza kuizuia Yanga kwa sasa hapa Tanzania? Bila kumaliza, ni mpongeze Bala Musa Conte ama kwa kazi aliyoifanya, na pia nina neno la kumwambia Bala Musa Conte. Kama anahitaji heshima, basi kila akipata nafasi atoe top performance kama alivyofanya pale visiwani Zanzibar. Mechi kubwa kaicheza kikubwa, hata wale wananchi ambao walimkataa kwa kile alichokionyesha wameomba apewe muda kazi kwa benchi la ufundi. Kuna muda alirahisisha mambo, akawa anagonga zile pasi fupi kwa Adamu Wharton. Halafu kuna muda akawa anapiga zile pasi ndege kama Paul Scholes. Kuna nyakati alikuwa anawaambia wachezaji wenzake kwa vitendo, mali zote mbaya nipeni mimi, nitawatunzia, halafu nitawapa zikiwa safi. Top performance. Aende kwa mkopo au arudi? Achia komenti yako. Cha muhimu ni kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Kunlizi. Kwaheri, na hii ni Malkia wa Soka.